Kuna tokea umeanza kucheza ngumi kwenye career yako, kuna bondia yoyote ambaye umewahi kumtamani na hujawahi kukutana naye na unatamani siku yani iwe leo iwe kesho unatamani bana huyu yani tupewe tu fight mcheze naye? Kiukweli wa Mwenyezi Mungu kwa hapa Tanzania, kiu yangu ya kwanza ilikuwa Bibu Pengo, kwa sababu alionekana kama ni bondia ambaye ni sugu sana, na nashukuru Mwenyezi Mungu ngapata nafasi nikampiga. Ila sasa hivi jamani, Mfaume ndugu zangu wa Tanzania, Mfaume jamani, ni bondia ambaye ana jina kubwa, bondia nzuri, lakini aisee Mfaume akiingia kwenye mikono basi tutaomba Mungu, yani tutaomba dua she. Mfaume akiakanyaga tutaomba dua bebe. Wallahi tena tutaomba Mungu. Nini ambacho kinakupa jeuri ya kuamini kwamba Mfaume akiakanyaga hawezi kutoka? Ni bondia mzuri, lakini Mfaume ni bondia ambao ana madhaifu mengi ambao hata wewe ukanjo unayaona. Hata kama wewe hujui ngumi she, unamuona, unajua kabisa yani huyu ana madhaifu mengi, naweza kumfanya chochote muda wowote. Okay. Ni bondia ambaye anacheza, anajiamini sana pasina kuwa na tahadhari. Sasa ukutana na mtu ambaye ana punch ni lazima aondoke. Okay. Ndio ukweli nasema, na Mwenyezi Mungu anisikilize na mapromoter na wengine wote wanaohusika kwenye boxing. Hiki ndio kilio changu namba 1. Akae mbele tu, mengine tuombe dua. Yaani akae mbele tu, mengine tuombe dua. Sawa. Kwenye career yako tokea umeanza kucheza mchezo wa masumbu yani boxing, unakumbuka mapambano mangapi ambao umeweza kuyacheza na uliweza kushinda mangapi na mangapi ambao labda uliweza kupoteza, lakini pambano kubwa zaidi ambalo linabaki katika kumbukumbu yako kichwani ukilala ukiamka huwezi kulisahau ni lipi? Na game 9 mpaka sasa nimeweza kushinda 7 na kupoteza 2. Lakini katika pambano ambalo siwezi kulisahau kwenye maisha yangu, pambano ambalo naenda kupigana nchini Uganda. Nilienda Uganda ngakutana na bondia anaitwa Stanley Mugelwa. Mkataba wangu ulikuwa kilo zisizidi 69 kwenye ule mkataba. Na kweli nikaenda kule mimi nika maintain nikapata 67. 67 na point kadhaa hivi. Nilifika yeye kapanda kwenye mzani kapatoa 73. Kiukweli ilikuwa kufuata mkataba ilikuwa akakate zile kilo. Lakini naye akaja na mkataba wake ambao ulikuwa tofauti kabisa na mkataba wangu yazi. Kwa kila mtu akaonekana yuko sawa kwa upande wake. Kwa hiyo bro, najua tukiwa nchi za watu vile, sisi Tanzania ni nchi pendwa sana bro. Alafu sisi tuna mapenzi ya dhati sana na wageni. Lakini wenzetu hawana mapenzi na sisi. Okay. Sisi bro tunampenda sana mgeni, akija tunamnyenyekea, kwa sababu ndio kitu ambacho naweza kusema ni maisha ambao Mwalimu Nyerere katupitishia huko kwa tumezoea huko. Okay. Ni wastaarabu, wanyenyekevu yani hivyo. Lakini nchi za wenzetu bwana bro, nikaambiwa bwana mkataba ndio huko, ni lazima fight ichezwe. Na kweli ikanilazimu kilo 6. Ikanilazimu kucheza kwa sababu pasipokuwa na vile pia ina maana nisingeweza kupata stake zangu. Sasa unakuwa umesafiri umeenda mpaka nchi za watu, unarudi familia najua baba kaenda kupambana, alafu unarudi baadaye eleke kwa siku. Ikanilazimu kucheza ile fight. Nikacheza ile fight. Kiukweli alikuwa mtu ambaye kwanza amenizidi kilo, lakini pia ana punch. Tukapigana japokuwa ifika raundi mimi nikaishia raundi ya 4. Kweli raundi ya 4 nikapigwa, kakutana na punch nikakaa. Kapigwa knockout raundi ya 4, ilikuwa ni raundi 6 tu.